Kwa pointi ambayo tumefikia sasa hivi, sidhani kama motivation ina umuhimu sana kuliko nidhamu. Yaani sidhani kama motivation inaweza kukupa wewe hatua fulani kwenye hicho unachokifanya kuliko nidhamu. Napozungumzia nidhamu, nazungumzia focus, nazungumzia consistency. Kwa sababu gani? Kwa sababu kama wewe una nidhamu na unajua wapi unataka kufika, unahitaji motivation ya nini? Motivation inatolewa kwa watu ambao anataka kufika sehemu fulani lakini hana ule uwezo wa kuendelea. Yaani kuna sehemu anafika anakwama, anakata tamaa, anatamani kurudi nyuma, huyo anahitaji motivation. Lakini kwa wewe ambaye una nidhamu ya kile unachokifanya, zaidi unahitaji support. Unahitaji kuendelea kutiwa moyo, unahitaji kuendelea kuambiwa yes, hapo ulipo sehemu sahihi, endelea kupiga hatua mbele. Kwa sababu motivation inaweza kutolewa hata kwa watu ambao hawana nidhamu. Yaani kwamba yeye anaendelea kupewa motivation. Nataka nikwambie kwamba ukiwa ni mtu wa kutaka kutiwa moyo kila siku, utachelewa sana, kwa sababu motivation haiwezi kukupush wewe kama wewe mwenyewe hutaki kujipush, kama wewe mwenyewe hutaki kuwa na nidhamu ya kile unachokifanya. Mimi huwa siamini kwamba yani biashara moja ni nzuri zaidi kuliko nyingine, au biashara nyingine ni nzuri zaidi kuliko biashara hii. Kuna mtu sasa hivi yupo huko amekata tamaa kwa kile anachokifanya. Tuchukulie mfano, anafanya biashara labda ya usafi, anakutana na changamoto nyingi sana, umeona? Lakini kuna mtu anafanya biashara ya vipodozi. Hawa wote wanafanya biashara ambazo zina changamoto nyingi, lakini huyu wa usafi anaona wa vipodozi ana nafuu, yani huyu biashara yake inaonekana ni slow. Na yule wa vipodozi anaona biashara ya usafi ni slopes, unaenda tu kwenye nyumba ya mtu unafanya usafi, unapanga hiki kinakaa hapa na hiki kinakaa hapa. Lakini kila mtu hana nafasi ya kushare changamoto ambazo anazipitia. So kama wewe ni moja kati ya watu ambao uko kwenye kitengo fulani, unafanya biashara fulani na unahisi kwamba biashara ya mtu mwingine ni nzuri zaidi kuliko ya kwako, acha kabisa. Yaani komaa na hizo changamoto unazokutana nazo, kwa sababu huo ndo mwanzo wa wewe kuweza kufikia destiny ambayo unataka kuifikia. Hakuna kitu kisichokuwa na changamoto. Yaani sikudanganye mtu, kila kitu kina changamoto zake. Ni vile tu watu huwa hawashare changamoto wanazopitia. Wengi tunashare success.